Tulipoishia katika sehemu ya kwanza, nikajisemea moyoni, kama ni hivyo basi nimekwisha. Kisha nikamwambia, sema hilo tatizo langu. Akanikazia macho kisha akasema, karibu msikilizaji mpendwa kwenye simulizi ya kusisimua, na nikachukua sura yangu. Mtunzi na mwandishi ni Mwalimu Yusufu Abeli Ngahala. Mimi ni msimulizi wako, ninaitwa Zaidi Ali Kahani, Ali Mastori. Waweza kutupata kupitia 0755 683 295 na 0759 950730. Afande aliendelea kusema, tatizo ni kwamba unatuuliza tu sisi. Je, wewe umefikia wapi mkuu? Hapo roho yangu ikatulia kiasi, kisha nikashusha pumzi na kumwambia, mimi pia nimefuatilia sana. Nilikusanya pia silaha zilizokutwa siku ya tukio na maganda ya risasi ninayo hapa. Lakini pia kuna mtu nina taarifa zake ila haziko sawa. Nipeni muda nifuatilie kidogo, kisha nitaleta taarifa yangu kamili. Okay, sawa mkuu, tumekuelewa, alijibu Afande Peris. Nikawaomba vile vitu walivyovipata wakati wa kupeleleza, kisha nikawaruhusu waendelee na kazi. Nilimfuata mkuu na kumpa taarifa ile, kisha akasema, endeleeni, huu ni mwanzo mzuri. Basi nikawa naumiza kichwa juu ya ile sura yangu iliyoonekana nikiwa nimevaa sare za JWTZ na pia nipo kwenye ujambazi. Nikasema haiwezekani, lazima nipate ufumbuzi wa swala hili. Wakati natafakari hayo, nakumbuka ilikuwa ni muda wa jioni kama saa 10 hivi. Ndipo tukaitwa kwa ghafla na kuambiwa ya kuwa kuna majambazi wamevamia sheri moja ya mafuta pale Dar es Salaam, maeneo ya Ubungo. Tayari kuna vikosi kadhaa vilipelekwa kutoka vituo mbalimbali, lakini vilionekana kuzidiwa nguvu. Hivyo tukahitajika kwenda kuongeza nguvu. Kama ilivyo ada, nikapanga vikosi vyangu tayari kwa kuwakabili wahalifu. Tulifika eneo la tukio na kukuta baadhi ya askari wameuawa kikatili sana. Tuliamrisha mashambulizi haswa mpaka tukafanikiwa kuwaua majambazi wawili. Kwa bahati mbaya, wengine walifanikiwa kutoroka na pesa za ile sheri. Basi tukaichukua miili ya askari wenzetu na ile ya majambazi kwa ajili ya shughuli zingine za kiusalama. Baada ya kufika kituoni, kikafanyika kikao cha dharura. Wakuu wa vituo vyote vya kanda maalum ya Dar es Salaam na baadhi ya maafisa upelelezi wengine kama mimi walikuwepo. Nakumbuka tuliamrishwa na kupewa siku 3 tuwe tumewatia nguvuni majambazi wale waliokimbia, na zaidi tuwakamate majambazi wote, la sivyo tunaachishwa kazi. Alisikika mkuu mmoja akisema, nchi ina maafisa upelelezi wengi, lakini wanashindwa kukamata wahalifu. Mishahara wanapokea bure tu, huu ni ujinga. Mwingine akadakia akisema, maafisa upelelezi wote mliopo hapa, ili kuokoa kazi zenu, tunawataka majambazi hapa ndani ya siku 3. Kikao kimeisha. Wakuu wetu wa kazi walionekana kuchukizwa na kukimbia kwa majambazi pale sheli. Basi tulitawanyika, kila mtu akianza kazi mara moja. Tukapanga siku ya pili jioni tukutane na vielelezo vya kina. Usiku tufanye operesheni ya kuwakamata, kisha asubuhi tuwaridhishe wakuu wetu, na zaidi tuwe tumetimiza jukumu letu. Basi mimi na wenzangu, yani Afande Peris na Afande Juma, tulienda pale sheli kuanza kuchukua maelezo. Kuna muhindi mmoja akasema eti kuna jambazi mmoja anamfahamu, ni mfanyakazi wa kampuni fulani ya ulinzi pale jijini, na akatupatia anwani ya kufika hapo. Tulienda hadi hapo, kisha wote tukashuka ndani ya gari na kufunga vizuri milango ya gari pamoja na vioo. Tukaingia hadi pale, kwani hadi picha tulipewa. Kisha tukamwamuru mkuu wao aitishe gwaride ya utambuzi. Basi baada ya askari wake kukusanyika, tukakagua na hatukumuona mtu aliyefanana na picha ile.
kwa kuwa wengine walikuwa bado wapo kazini, na hivyo akasema eti turudi jioni kwa utambuzi mwingine. Tuliondoka tukaingia kwenye gari, lakini mimi nilipokaa nilihisi kama nimekalia kitu. Nikainuka na kufungua seat cover. Oh Mungu wangu! Nilikuta kuna bomu limetegwa. Afande, kuna bomu humu, tutoke haraka sana, niliwaambia wenzangu, na hao wakatoka haraka. Uzuri ni kwamba Afande Juma alikuwa mtaalamu sana wa kutegua mabomu. Akaingia na kuliangalia, kisha akalitegua. Ilikuwa ni mshtuko mkubwa sana. Afande akaniuliza kama gari nilifunga. Nikamjibu, ndiyo nilifunga. Hakukuwa na kioo hata kimoja kiliovunjwa. Ilikuwa ni mshtuko kidogo. Baada ya kuanza safari, nakumbuka tulifika kwenye mataa, hivyo tukasimama kusubiri taa ituruhusu tupite. Lakini pia kulikuwa na foleni. Ndipo mtu mmoja akiwa kwenye pikipiki aina ya Honda akaja na kusimama karibu yangu. Alikuwa kavalia helmet, hivyo sikuona sura yake. Kisha akasema, mambo vipi afande? Nikamjibu poa. Akanirushia bahasha na kuondoka na pikipiki kwa kasi sana. Nilishuka na kujaribu kumfukuza, akawa tayari kashaishia zake. Nikarudi ndani na kuifungua bahasha ile na kukutana na ujumbe mzito sana. Ulikuwa ukisomeka hivi: Afande yu, najua unashangaa mimi ni nani, ila na kuonya, kaa mbali na mimi. Mimi ndiye ambaye niliyeweka bomu kwenye gari. Nilijua hamtakufa kwa sababu Juma ni mtaalamu wa mabomu. Onyo, acha kunipeleleza, okoa uhai wako. Hakika nilijiona mjinga sana niliyeshindwa kumkamata adui mbele ya macho yangu. Nikiwa na dua, mara foleni ikaanza kusogea. Nikampatia Juma barua, akaisoma, kisha akasema, hawa watu inaonekana ni hatari sana. Afande, ni vyema kuwa makini sana. Basi tuliongea mambo mengi na wenzangu mpaka tulipofika kituoni. Baada tu ya kufika, nikashangaa naitwa ofisini. Niliwahi kwa mkuu. Nikafika, nikapiga saruti, kisha nikamsikiliza. Akasema, afande, kuna tatizo hapa. Kuna ushahidi umeletwa, ni mkanda wa video. Unaonesha jinsi majambazi walivyokuwa wakiiba na kuua katika ile sheli. Kumbe ile sheli ilikuwa na CCTV kamera. Sasa, shida iko hapa. Katika mkanda ule unaonekana wewe ukiwaua watu na kuwashambulia askari wenzio. Hivi ninavyoongea, maafisa upelelezi mkoa wa Dar es Salaam wanakuja hapa kwa ajili ya kuongea na wewe. Nilipigwa na butwaa. Nilihisi dunia inanigeukia. Mimi ndiye niliongoza vikosi na kukabiliana na majambazi. Ni vipi nahusika? Nikameza mate funda moja. Woga ukaniingia. Kisha nikamgeukia mkuu na kumwambia, mkuu, wewe ni shahidi. Mimi ndiye niliongoza operation baada ya wenzetu kuzidiwa. Mimi ni afande mwaminifu sana. Unanijua tangu zamani. Nahusikaje kwenye uhalifu? Mkuu akajibu kwa mkato, video inaonyesha hivyo. Nikajikuta naishiwa nguvu. Nikaanza kuona kama nafanyiwa mchezo hivi. Mara tukasikia tunaitwa nje. Maafisa upelelezi tayari wamefika kujadili swala langu, ikiwemo mimi kuhojiwa. Tulisimama na kuelekea ukumbi wa mikutano ya dharura. Huko wakati tunaingia, nilikuta maafande wenzangu wakiniangalia kwa macho ya husda. Nikajisemea moyoni, Mungu, hakika wewe ndiye unayejua ukweli wa yote. Mara nikasikia sauti ya kamanda wa usalama kanda maalum ya Dar es Salaam akiongea, huku akinitaka nikae katikati nihojiwe juu ya tukio lile, huku afisa mzima nikionekana naua watu. Baada ya kukaa, maswali yalianza hivi: na msikilizaji mpendwa, unataka kujua hatima ya Afande Yu? Basi usihofu, kutana nami tena katika sehemu nzuri ya 3. Hakika majibu ya maswali yako yaliyofichika yawezekana ukakutana nayo katika sehemu inayofuata. Karibu tena kwenye sehemu ya 3 ya simulizi nzuri ya kusisimua, Nani Kachukua Sura Yangu.
Mtunzi na mwandishi ni Mwalimu Yusufu Abel Ng'ahala. Mimi ni msimulizi wako, ninaitwa Zaidi Ali Kahani au Ali Mastori. 0755 683 295 na 0759 950730. Hadi wakati mwingine, karibu.